Kwa hivyo ili kupunguza ajali za barabarani kunahitajika ushirikiano wa pamoja baina ya sisi jeshi la polisi, nyinyi kama waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, ili tusipunguze. Na maana sio juhudi za polisi peke yake. Kwa hivyo sisi kama jeshi la polisi, na maana hapa tutaimarisha doria na operations za usalama barabarani, hususan katika maeneo hatarishi na wakati wa usiku pia. Vile vile tutasimamia kwa ukali sheria za usalama barabarani, ikiwemo mwendo kasi, ulevi, matumizi ya simu na uzembe wa madereva. Tumekuwa tukiona sasa hivi watu wanaona kama kuendesha chombo ukiwa unatumia simu, wanaona kama ni jambo la kawaida, wakati ni kosa. Mtu ana gari anatumia simu, lakini wengine hata wenye vyombo vya maringi mawili unamkuta anatumia simu huku anaendesha chombo. Wakati mwingine sio kuwa anasikiliza tu simu, unamkuta ana chat hasa kabisa. Na wakati mwingine kama wewe uko nyuma unamuona sana avotoka kwenye track, huyo anazidi kati. Kwa hivyo tutakuwa wakali. Vile vile tutaendelea kutoa elimu endelevu kwa madereva, waendesha pikipiki na watumiaji wa barabara, ikiwemo kupitia vyombo vya habari na mikutano ya kijamii. Na tutachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wanaokiuka sheria bila upendeleo. Ninyi kama waandishi wa habari, kwa kuwa mna nafasi kubwa sana kwa kutumia vyombo vyenu vya habari katika kuokoa maisha ya wananchi. Kwa hivyo tunaomba muelimishe jamii badala ya kuripoti ajali pekee. Tumekuwa tukisikia baadhi ya vyombo vya habari, ajali ikitokezea inatakiwa eleze, lakini mmekuwa mkiziripoti ajali tu. Lakini tunataka sasa muelimishe jamii na siwe kuripoti tu ajali pekee, lakini wakati mnatoa zile taarifa zenu, chanzo cha ajali kilikuwa ni nini, basi msaidie kueleza jamii na namna ya kuepuka ili ajali mara nyingine isitokezee. Lakini vile vile kuepuka kuandika uandishi unaochochea yale matukio ambayo sio mazuri kwa waendesha vyombo, na badala yake kuhimiza uwajibikaji barabarani.